Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu. Nina ujumbe wenye kichwa kinachosema huwezi wewe peke yako. Huwezi wewe peke yako. Hayo ni moja ya maneno ambayo baba mkwe wa Musa, mzee Yesu, kuhani wa wakati huo katika nchi ya Midiani. Sasa huyu kuhani alimfuata mkwe wake Musa wakati fulani, na hii tunaipata kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini mimi nitaenda mstari wa 14. Mkwe wa Musa alimwambiaje Musa? Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili watendealo hao watu? Kwani wewe kuketi hapa peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Maana Musa alikuwa anafanya kazi ya utumishi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alikuwa hana muda wa kupumzika. Sasa baba mkwe wake ambaye alikuwa ni kuhani au mchungaji, mtumishi wa Mungu kwa majira hayo, akawa anaangalia, ndo hapa anamuuliza ya kwamba kwa nini unasimama kutoka asubuhi mpaka jioni katika kazi hiyo ya ukuhani? Sasa mstari wa 15, Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. So bado Musa akawa anajaribu kuquestion kile kitu ambacho baba mkwe anamwambia. Na mstari wa 17, mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ulifanyalo si jema. Hilo ni ushauri ambao baba yake na mke wa Musa anamwambia Musa kwamba jambo ambalo unalifanya sio jema. Mstari wa 18 anazungumza, huna budi utazofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Maana yake Mungu ametupa maisha na ametupa nafasi ya kuishi hapa duniani. Wewe hauwezi ukafanya kila kitu mwenyewe. Ndio maana Mungu ameweka watu tofauti tofauti. Na kitabu cha Efeso anasema, na alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa wainjilisti. Kwa nini alitoa hivyo? Alijua mtu mmoja hawezi kufanya vyote peke yake. Musa alikuwa anafanya vyote peke yake. Maana yake hata kama kuna kesi ndogo ndogo anaamua yeye mwenyewe. Lakini baba mkwe wake alipoona hiyo scenario, akamwambia, hauwezi wewe peke yako, hauwezi kulitenda wewe peke yako, utazofika. Maana yake kitendo cha kufanya mambo yote unatengeneza udhaifu kwenye maisha yako. Kwa kuna wakati ambapo utakuwa unaonekana wewe sio mzuri, wewe haufanyi vizuri, ni kwa sababu unataka kufanya vitu vyote. Lakini kuna watu ambao wakistick kwenye kitu kimoja ndipo ubora wao unaonekana. Lakini the moment anafanya vitu vyote, anataka afanye vitu vyote, ule ubora unapotea. Kwa hiyo Musa alikuwa anafanya vitu vyote, lakini akamwambia kwamba hauwezi wewe peke yako. Na hapo chini akapewa ushauri afanye nini ili aweze kubalance haya mambo, aweze kugawa majukumu. Manake peke yake hawezi kufanya. Musa kweli alikubali kutii na kufuata huo ushauri. Kuna watu wachache sana ambao wanaweza wakafuata ushauri wa kitu hicho. Musa kibinadamu, mtu mwingine angesema kwamba baba mkwe ana wivu na mimi, lakini Musa alisikiliza ushauri wa kuhani Yethro wa Midiani kwa wakati huo, ushauri wa kwamba atafute watu ambao wataweza kumsaidia kwa sababu yeye peke yake hawezi kulifanya. Musa alikuwa anafanya vyote peke yake. Alikuwa kila jambo ambalo linatokea, watu wamegombana, yeye anasuluhisha. Hili jambo limetokea, yeye anasuluhisha. Kwa hiyo alipewa ushauri ya kwamba atafute watu watakaomsaidia kuweza kufanya. Kwa sababu gani? Hawezi kufanya yeye peke yake. Hakuna mwanadamu ambaye Mungu amemuumba ajitegemee. Kila mwanadamu ambaye unamuona anamtegemea mwingine. Hata wewe unamtegemea mtu. Hauwezi ukaishi wewe mwenyewe. Unahitaji watu, unahitaji mtu. Hata Musa alipewa ushauri kwamba hauwezi kulitenda wewe peke yako. Kwa sababu gani? Hivi vitu ni vizito. Chochote kitu ambacho kiko hapa duniani hauwezi ukakitenda wewe peke yako. Ndio maana Mungu ameweka watu tofauti tofauti, na kwa kila mtu Mungu ameweka kitu cha aina yake. Na hicho kitu wewe unakihitaji cha huyo, na yeye pia anakihitaji cha kwako. Kwa tunapoishi siku zote tunategemeana. Hauwezi ukatenda peke yako kwenye haya maisha. Hauwezi ukaishi mwenyewe ukasema mimi nitaishi mwenyewe, nitafanya mwenyewe. No. Musa alijaribu kufanya hivyo, alishindwa, na baba mkwe wake akamwambia, utazofika. Na watu pia ambao wanakuzunguka watazofika pia, sababu watachoka kuona kitu kile kile. Mungu akubariki sana, uwe na tafakari njema. Shalom.